Basi zile miwani zikawa zimetoka. Nilipoanza kuonyeshwa hayo mbele zangu, sasa nikaona kulikuwa na sufuria likubwa ambalo lilikuwa lina nyama. Nikaambiwa kwamba nianze kula. Nikawa nakataa, lakini nikala kulingana na jinsi nilivyokuwa nimetekwa na kamba zilizokuwa zimenifunga. Nikaanza kula vile vitu kwa lazima. Wale walikuwa wananiombea wakaanza kuchoka. Walivyochoka kwa muda, zile kamba zikawa zinanivuta, zinanirudisha kule kuzimu tena. Sasa zilivyokuwa zinanirudisha, mapepo yalikuwa ni mengi, yakawa yamekusanyika, yakajiongeza. Nikaanza kupelekwa naangalia njia nilizokuwa nimezipitia zote, nikaanza kuangalia. Nikapewa macho ya kiroho. Nilikuwa nimepewa macho ya kiroho. Nikawa naona, ambapo hata kanisani nilikuwa napitisha macho kwenye ukuta naangalia nje. Si kwamba nilikuwa naona kwamba nyumba ipo, lakini nilikuwa naona nyumba ipo, lakini ilikuwa ina milango mingi. Mpaka nilikuwa naona na kamba za shetani zinazunguka kila mara. Sehemu hapa duniani nilikuwa naona magari mengi, naona kamba nyingi zinapitisa, mayoka mengi. Kulikuwa ni vitu vingi mno ambavyo nilikuwa naviona. Mapepo yakawa yameanza kufurahi kwamba hata nifanyeje, lazima yataniua. Hapo walivyochoka ikabidi wapumzikepo. Nikapoteza fahamu tena, yakanivuta, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akawa amenipa macho ya kiroho. Nikaanza kuangalia ambapo nilipokuwa napelekwa. Sasa usiku wa manane ilivyofika kama saa 6, ikabidi wanamwombi waanze kuomba. Walivyoomba, yale mapepo yakaanza kukatika vichwa, yakakatika, moto ukashuka, ukawa unayakata miguu, unayakata vichwa. Mapepo yakawa yanakufa mengi na yaona. Na pale mimi nikaanza kurudishwa duniani. Mapepo yalikuwa yananifuata yote yakawa yanakatika miguu. Wakisema kwa jina Yesu, nguvu ya Mungu ikashuka, ikakatakata mapepo, yakawa yameniacha hivyo. Kadri muda ulivyokuwa unaenda, ikabidi na mimi nijisogeze niweze kugusa Biblia. Ili nikigusa Biblia niweze kusomea neno, maana nilikuwa na kiu sana na neno la Mungu, kwa maana nilikuwa sina sehemu ya kulipata neno la Mungu. Ikabidi niguse Biblia. Nilipoigusa Biblia ilikuwa na moto kiasi kwamba nilipokaribia kuigusa hivi ikanichoma, nikasikia moto umewaka kuanzia kichwani hadi kwenye miguu. Nikaogopa Biblia, nikakimbia, nikaanguka pembeni. Biblia ikawa imenipiga shot ambayo ni ya umeme, ambao si kama umeme huu tunao ujua sisi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama umeme huu tunao ujua. Ulikuwa ni moto sijawahi kuona. Hiyo Biblia kama ilishuti, nikaanguka kule. Nilivyomaliza kuanguka, nguvu za Mungu zikashuka, zikaja zikaingia ndani mwangu. Nikaanza kuona kamba zinatoka kule mbinguni, zinashusha watu. Wale watu walikuwa wamekuja ili waweze kuniokoa na kunidhibitishia kwamba mbingu ipo, nisiogope, nimeshasikika kule mbinguni. Zile kamba zikashusha watu, walikuwa ni wawili, wakaja mbele zangu, wakawa wamesimama, wakaniongezea nguvu. Walivyosimama, muda huo mimi nikaanza kupata fahamu. Ndio picha sasa ikaja. Wale watu walivyokuja, wakaja na kitu kama video, wakaanza kunionyesha yule mtu aliyenitoa kafara na vitu vyote alivyovifanya na vile alivyovifanya na vita ilivyokuwa na vihitaji vyote. Nikawa nimeletewa kwenye video, nikawa naviangalia kwa macho yangu. Nilivyoviangalia, hakuna mwingine ambaye angeweza kuviangalia, mimi tu nilikuwa naviangalia. Mkanda mzima ukaisha. Nikasema, Mungu asante kwa kunijulisha kwamba chanzo kilikuwa ni hiki na hiki. Muda huo nikawa nimeendelea kuombewa, nikaanza kurudisha fahamu. Nilipomaliza kurudisha fahamu, nikatamani wanisomee neno moja. Wakanisomea neno ambalo linapatikana katika kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Neno linasema kwamba usiogope. Waliponisomea hilo neno, na mimi nikawa nimetewa moyo sasa,
nikasema kwamba Mungu, kuanzia leo sitaenda kinyume na wewe. Mungu, kuanzia leo sitafanya tofauti na mapenzi yako. Kuanzia leo nimeona mkono wako, nimeona nguvu zako, jinsi ulivyokuwa msaada kwangu, nimekuona Bwana. Nikamshukuru Mungu, nikapewa nguvu, nikawa kiumbe kipya, nikawa na fahamu nzuri. Basi shetani akaanza kuniwinda kwa hasira. Alianza kuniwinda, nilipojaribu kunyanyuka ili niweze kujisogeza mbele, niweze na mimi kwenda, nilikuwa natembea kwa nguvu ambazo kama za wengine. Nilipokuwa naona wanatembea, nilikuwa natamani kutembea kama wao. Sasa nilipokuwa natembea, nilipotembea kufika mlangoni, nikasikia moto umeanzia chini ya miguu ukapanda, nikapoteza fahamu, nikaanguka chini, nikapiga kichwa chini. Nilipomaliza kupiga kichwa chini, nikapoteza fahamu. Watu wakakusanyika, wakaninyanyua pale, lakini Mungu hakuniacha, alikuwa pamoja na mimi. Nilipopiga kichwa chini, wengi walifikiri kwamba nimevujia ndani, kichwa kimepasuka, lakini kwa uwezo wa Mungu akakinga. Nilivyoanguka wala sikusikia maumivu. Nilivyoamka nikamwambia mimi mzima, mpaka watu wakashangaa. Mungu akawa amenitendea muujiza huo. Walipomaliza kunitoa pale, mpaka nao hawakujua wafanyeje, lakini kwa sababu Mungu alikuwa ameshajionyesha, waliendelea kuvumilia. Kwa sababu Mungu alikuwa tayari ameshanionyesha, akasema aliyekufa amefufuka. Na mimi nilivyorudi duniani nikaona kwamba kumbe duniani nimeishi tena mara ya pili. Kwa maana nilikuwa sidhani kama naweza kuona watu, kama nitarudia kuona miti. Kwa maana nilikokuwa ni sehemu mbaya mno, ni sehemu mbaya ambako mpaka mwenyewe shetani anatambua kwamba Mungu alipotutengea sisi mbingu ni nzuri, kule ni pabaya. Na mimi nilivyoona kule ni pabaya, ambapo shetani anahitaji kutupeleka ni pabaya. Wewe kama unayetazama hii video hii, na kusi umwamini Mungu, kwa sababu Mungu ni kila jambo, ni msaada kwetu. Amekuwa msaada kwangu, amekuwa msaada kwa wengine, hata na kwa wewe najua amekuwa msaada kwako. Kwa hiyo siku kadri zilizokuwa zinaendelea, shetani akaendelea kunivamia. Hivyo Mungu hakuniacha, japo shetani alifikiria kwamba anishambulie tena, hakuniacha. Alivyokuja kanipiga nguvu zake mbovu, akakuta Mungu yuko pamoja na mimi. Alikuja na kitisho cha kunipiga kizunguzungu, miguu nikawa naiona juu, kichwa chini, lakini Mungu akawa tayari. Yesu akashuka, akayafutilia mbali yote, akamtoa baruti mwilini, akawa ameniacha mzima. Mpaka sasa hivi Yesu wetu yuko hai, amekufa kwa ajili yetu. Na wasii nyote unaoangalia video hii, muendelee kumwamini Mwenyezi Mungu.